wa 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 wa. Basi acha niwaambie hadithi ndogo. Nakwambia hii si hadithi lakini ni ukweli. Ni out of a true story. Ilituhapenia sisi tukiwa wadogo, tukiwa Mombasa. Basi acha tumetoka shuleni, tulikuwa wadogo mimi na kakangu. Sasa sistangu hakuwa amezaliwa bado. Ilikuwa tu mimi na brother wangu. Sasa tumetoka shuleni, alafu tulikuwa na maid mwenye alikuwa anatuangalia. Nakwambia hii ilikuwa common Kenya, I'm sure iko common mpaka saa hii. Kwamba kukuwa watoto wakiwa wanaangaliwa na maids zile wazazi wameenda kazini. Sasa sisi kitu ilitokea, tunakwambia hatujawahi sahau. Nakwambia ilitu traumatize mimi na brother wangu. Up to leo tunaongeanga, hatukumbuki kila kitu lakini zile details ndogo ndogo nakwambia tunakumbuka. Sasa kitu ilitokea ni tulikuwa tumetoka shuleni, alafu tunajaribu kwenda zetu nyumbani, tuko happy, tumetoka shule imebore, nakwambia imetuudhi, lakini kwenda nyumbani tuko na furaha tele. Nakwambia kwenda nyumbani manake tunaenda kula, tunaenda kuenjoy, tunaenda kulala, watoto kwa watoto nakwambia. Sasa si tumemaliza shule, tunaenda zetu nyumbani, si ndio? Alafu maid anatembea mbele manake, kulikuwa na huyu kijana mwenye anampenda. Nakwambia maid wetu alikuwa amempenda huyu kijana mmoja mwenye anauza fruits. Nakwambia akiwa alikuwa ametamaniana kwa kweli. Hizi dating za then. Nakwambia zilikuwa kweli interesting. Sasa huyu mtu wake mwenye amempenda alikuwa anauza, akona hii like mkokoteni yake anauza fruits. Mkokoteni yake na sitawahi sahau, alikuwa na hizi nanasi kweli juicy. Hizi nanasi zenye zina ladha tamu kama nini. So uzuri yetu ni sisi tulikuwa tunapata free fruits, manake wanakatiana, si mnajua tu. Anyway, sasa kitu ilitokea hapo ndo hatujawahi sahau. Sasa tunatembea vizuri, tunaendelea polepole, alafu tunaona kuna watu wengi pale wameng'ang'ana wako in a circle, tunashindwa ni mbaya. Wengine wana chant, wengine wanapiga makelele, wengine wana shout, wengine wana scream. Nakwambia kila kitu inaendelea, vitina mingi zinaendelea kwa hii circle. Sasa mimi na brother wangu tukaendelea kutembea tu, tuendelea kuangalia. Alafu unajua manake sasa hapa ni mahali penye kuko open, ni kama a city place, uko Mombasa Nyali. Sasa kuko very open hapa mahali. So kuna watu wengi na alafu on top of that kuna watoto wengi wametoka shuleni. Sasa shule zimefungwa, hazijafungwa ni after school, si ndio? Sasa shule zimefungwa, si ndio? Watu wanaenda nyumbani, wanaenda nyumbani kulala, kukula na kufanya kitu wanataka. Lakini kulikuwa na watoto wengi, kitu nataka kusema ni kulikuwa na watoto wengi. Sasa kitu tuliona hatujawahi sahau, hatujui nini ili happen lakini tulielezewa after. Sasa kitu ilitokezea ni tulikuwa tunaelezewa mtu alijaribu kuiba kibeti cha mama. Alafu mama akaanza kupiga nduru, woi mtu ananiibia, woi mtu ananiibia. Sasa unajua kuna hii kitu huwa inatokea pale Kenya. I'm sure hata other places ndio, lakini sisi tulikiwa wadogo tulikuwa tunaona hii, usijaribu kuibia mtu kwa njia ama kwa streets, manake ukishikwa watu wakikukimbisha alafu wakushike, kitu utapata hata utaki. So anyway, sasa si watu wakaanza kumkimbisha mtu anajaribu kuiba kibeti cha mama, shaiba obviously, so anamkimbisha, so akaendelea kumkimbisha wakamshika. Bahati yake mbaya nakwambia, akisivyo alishikwa, alipigwa. Mtu alipigwa manake alikuwa anakaa kama mamangu alikuwa anakaa kama alikuwa mpigwa kama mnyama nakwambia, sijawahi sahau. Sasa sisi tunaendelea kutembea hapo kwa sako. Sisi tushaelezewa hii after. So mimi najaribu kuenda back and forth. So nijaribu kufuatana na mimi manake at the time nilikuwa mdogo na sasa nimezeeka. Nakwambia nizeeka lakini at the time nilikuwa na kichwa ndogo, nakwambia kwa mtoto mjinga. Unasikia kitu ndio nilianza, nilikuwa natamani tu fruits. Natamani kwenda nyumbani manake shule imebore. So sasa siko na akili. Lakini kitu tuliona hapo mimi na brother wangu hatujawahi sahau, up to today huwa tunaongea manake ili tu traumatize. I mean
Sisemi traumatize like ilitufanya mpaka sasa hii atuendelee vizuri, lakini I'm sure ili traumatize a lot of kids kuona hiyo. Sasa tukiwa tumefika hapo, yani at the worst time ndo tulifika kwa hiyo sako. When tulifika kwa hiyo sako ndo tukaona mtu alikuwa amepigwa na kama mnyama, nakwambia ngozi, nyama, kila kitu ilikuwa all over the place. Unajua afu kuna damu mingi hapo kwa streets. Manaki kila mtu ameng'ang'ana kumpiga. Yani crowd mentality ni mbovu nakwambia. Utakuwa hapo. Ndio maana siku hizi mimi nikiona watu wamegather in a circle, hata sitaki kung'ang'ana kwenda kuangalia, nataka kuendelea zangu banake sijui nini na happen hapo. Anyway, sasa kitu tuliona, mtu alishika hii mawe, lakini jiwe kubwa nakwambia, like hii jiwe kubwa hii, akaishika akainua. Sasa mtu amelala chini, mtu amepigwa hapo, huyo mwizi amelala chini. Mtu alichukua hii jiwe akaiangusha pap. Akaiangusha on top of kichwa huyo mtu. Na hakuiangusha like ile tu umeiachilia imeanguka. Aliangusha ile like alipiga force like all the way mpaka chini kwa kichwa huyo mtu, na hiyo sound sijaisahau, like ulisikia like damu zikienda all over, ulisikia like huyo mtu hata hakuweza alikuwa si mtu anymore, hakuwa na utu anymore mwenye anampiga huyu, mwenye hana utu, na pia huyu mwenye ameiba maskini tu wenyewe, lakini huyu mtu mwenye amelala hakukuwa na, hata sijui how to describe, hakukuwa na moyo anymore, kama alikuwa amekufa, lakini survive nasikia, manake polisi walikuja wakamchukua wakaenda na yeye. Hatujui story yake after, lakini kitu nasema tu ni hiyo mob justice si nzuri. Sasa zile kumetokea shida. Sasa hivyo ndio ilifanyika na sijaisahau.